imani yoyote isiyo na msimamo thabiti ni mchezo wa kuigiza, kwa sababu sharti imani yoyote ya kweli ijaribiwe. Mjaribu atakuja aijaribu, anamwambia, akamwonyesha ulimwengu wote na fahari yake yote kwa dakika moja, kisha akamwambia, nitakupa haya yote ukianguka na kunisujudia. Imani ya Yesu inajaribiwa baada ya mfungo wake wa siku 40, akitafuta kuokoa ulimwengu, na shetani anamletea ulimwengu, ila kwa sharti kwamba amsujudie. Mpaka wakati huu shetani alikuwa na cheo kinachoitwa mkuu wa ulimwengu huu. Toka Edeni alipomnyang'anya Adamu mamlaka, yeye ndiye mkuu wa ulimwengu huu, anampa amtakaye. Kabla Yesu hajaenda sura 28 kumnyang'anya funguo za mamlaka za kuzimu na kifo, kabla ya hapo ulimwengu wote ni mali ya Ibilisi, mkuu wa ulimwengu huu. Na hata Yesu ndivyo anavyoambia wanafunzi wake alipokuwa Getsemane, tazama mkuu wa ulimwengu huu anakuja kwangu, nami sina chake. Mkuu wa ulimwengu huu anakuja, anamwambia mkuu wa ulimwengu wote, anamwambia, nitakupa haya yote ukinisujudia. Anachokihitaji ni kusujudiwa tu, akupe. Yesu akamfukuza. Imeandikwa, utamwabudu Mungu peke yako, usiwe na Mungu mwingine ila yeye. Ondoka shetani. Na shetani akamwacha kwa muda. Imani isipokuwa na msimamo ni mchezo wa kuigiza, kwa sababu lazima ijaribiwe, na itakapojaribiwa utafeli, kwa sababu jaribu la imani linakuja kwa kiwango cha kukuangusha. Kwenye Kiswahili chetu tuna neno majaribu ama kujaribiwa, lakini uzuri lugha za awali za Biblia zinatofautisha kwamba kinachotolewa na shetani ni temptation. Temptation ni jaribio la kukuangusha kwenye msimamo wa kiimani, na msimamo wa kiimani ukiumba, matokeo ya imani, matunda ya imani yataangamia, hayatakuwako. So kinachokufanya wewe uende uvune ni imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani isipokuweko, Mungu hana furaha na wewe, matokeo yameondoka. Ukisimama kwenye imani thabiti wakati wa jaribu lako, kama muda wako bado, hakuna wa kukuondoa. Hiyo siku nilikuja hapa na mume wangu. Kwanza nilikuwa nimeenda hospitali Kilema, nikawa naumwa. Mume wangu akaniambiaje, sasa wewe unataka ufanywe operation, wewe una uhakika gani wewe uvimbe ni wa kawaida? Nikamwambia sasa nifanyeje, umeniandikia operation mume wangu. Mungu akaniambia hapana, sitaki ufanywe operation, twende kwenye maombi. Na hiyo siku nikija ndo kulikuwa kuna maombi ya keki ya happy birthday ya mchungaji. Nilivyokula nikasikia tumbo tu limejaa gesi, tumbo alieleweki. Kesho yake nashika tumbo, naambia mume wangu, mbona kile kitu kigumu hakipo tena kwenye tumbo? Mume wangu akaniambia twende tukapiga kwenye ultrasound, tukaenda tukapima negative.